Kaambia nowadays wanacheka sana. Yaani wanawake wanajua majukumu ya wanaume. Ila wanawake hawajui majukumu ya wanawake. Ndio maana tuna request majukumu ya mwanaume. Mimi sina shida. Unayehudumiwa unastahili kuhudumiwa. Maana kama wewe haujui majukumu yako ni nini, what happens? Ni kwamba utakuwa tu unataka kumnyonya mwanaume na mwanaume atakushtukia, atakimbia. You bring more than love on the table. Ni reasonable proposition. Kwa sababu love fades. Kweli. But what is something? What is more than love? It is a responsibility. It is a shared value, shared moral values. Yani kuwa mna imani ambayo inafanana, kuwa mna vitu ambavyo mna target kuviachieve and not competing. Sasa karibu ni kipindi cha Esok Life. Tupo tena mara nyingine. Leo kidogo tuna topic nyingine kama kawaida. Tunapiga story kwenye vitu vingine leo. Tunarudi tena kwenye mada ya mahusiano. Unasemaje mkuu? Mahusiano. Mahusiano ndio kila kitu. Kila kitu. Kama kuna mahusiano ya kubali. Hebu tafuta namna ya kufanikisha. Sasa leo tutacheki kwenye mahusiano ya kitamaduni za zamani na tamaduni sasa. Kadiribu kuangalia nini kilifanyika kwenye tamaduni za zamani, nini kinafanyika kwenye tamaduni za sasa. Kipi kilikuwa sahihi, kipi hakikuwa sahihi zamani na sasa hivi. Au ni kipi tunaweza enda kukitunza au cha kutokomeza kutokana na maoni na sehemu zetu. Nadhani tutakuwa tumekava hizo sehemu chache kuhusiana na hicho. Tuongelee kuhusu hilo na tuweze kujua pia kwamba mnaweza kutuelewesha huko. Naweza kutuambia pia sisi tupo toa insight yetu kutokana na vitu mbalimbali. Kwa kiasi moja kwa moja nadhani tuanze na mahusiano. Kwa mahusiano tunapoongelea mahusiano tunaongelea nini hasa? Tunapoongelea mahusiano ya zamani na sasa, maana hatujabezi kwenye mahusiano yote ya urafiki, baba na mzazi au nini. Tunaongelea mahusiano ya uchumba, mahusiano ya kimapenzi. Sio mahusiano ya kimapenzi ni neno nzuri. Kuna namna ya kuiweka tofauti. Kuna namna nyingine kweli yake. Mahusiano ya kimapenzi ni kwa kusema ya kisasa. Naweza kumaanisha nini na ya zamani? Au kwa lugha ya Kiingereza ningesema maybe traditional relationships na modern relationships, ndio. Kwa kikwetu sasa tunasema ni mahusiano ya tamaduni za kizamani. Au mahusiano yanayoangalia utamaduni ule au mahusiano ya kitamaduni. Tamaduni maana tunafahamu ilikuwaje. Kwa kwanza labda utamaduni wa zamani, mahusiano ya kitamaduni wa zamani ilikuwaje? Mimi nitaongelea na kisasa, wewe mtu wa zamani hapa. Mtu wa zamani, mtu wa zamani. Ndio kwa sifa ya mtu wa zamani kidogo na kwanza. Lakini kwanza vilikuwa yani huwa hivi vitu vina msingi mmoja, kwa sababu ni mahusiano. Hila vina utofauti, na utofauti ule ndio unamfanya either mtu mmoja ajione kwamba amekuwa wa kisasa sana na amekuwa wa kizamani sana, na inafanya tena mahusiano ya kizamani yanajajiwa sana. However yalikuwa yana umuhimu sana, ila watu wanayajaji kulingana na kilichotokea sasa hivi. Sasa mahusiano ya zamani, kitu cha kwanza nataka ni msingi wa mahusiano ya zamani ilikuwa ni nini? Sio mahusiano ya zamani ulikuwa unafanya mahusiano ya zamani ambayo yanapeleka of course kwenye ndoa, lakini yalikuwa yanaangalia majukumu ya mwanamke. Kabla hujamchagua mpenzi au watu wazazi hawajakuletea mtu wa kuoana naye na nini au mahusiano yale, kwanza unatakiwa ujue kabisa jukumu la mwanamke. Lakini pia kitu kingine pale unatakiwa uangalie familia unapotoka, maana yake kwamba watu wa chini wale walikuwa wanaitwa nobles. Watu wa chini, yani kwa kweli ndoto za kutana na mtu wa juu na achana nazo. Mtu wa chini na mtu wa chini unakuwa unaweza unapimiwa kabisa. Unapimiwa kabisa kwamba wewe ya watu wawili. Na kwa mtu wa chini wa chini umeoa na mtu wa juu, kuna constant segregation na nini inaitwaje unyanyasaji.
Ndani msingi wa unyanyasaji ulikotoka. Kwa sababu kuna mtu mmoja kuna kwamba wewe umeonea hii classes na mtu anakuwa anajisikia hivi. Kwa msingi wa mahusiano ya kizamani alikuwa anaangalia sana prestige ya familia. Of course the responsibility. Lakini class unapotoka na nini na kama nini kiasi ndio maana. Kazi ilikuwa ni muhimu sana. Ndio msingi wa mahusiano ya kizamani. Na ulikuwa unamfanya kila mtu anapata mtu anayemstahili. Yaani kila level anapata level yake. Sasa. Lakini mahusiano ya kisasa, modern relationship au Muslim marriage au nini kama jambo kwenye zamani hapo. Na kuna swala lilikuwa wanaangalia historical background ya sehemu na sehemu. It's like kama kulikuwa kuna utaratibu kutaka kuoa sehemu fulani. Wanafuatilia ile familia background yake. Kujumisha na vitu walivyosema labda na maana zamani kweli walikuwa wanaweza wakachambua bana labda kulikuwa kuna ugonjwa fulani sehemu fulani usiende, kulikuwa kuna mazingira fulani ambayo hatukuelewa, simeelewa zile background walikuwa ni muhimu sana za historia za familia, yani hizo ni ugonjwa yani kwa mfano hizo ni masuala ya uchawi na vitu fulani walikuwa wanaviweka pia na consider ile hiyo background mara nyingi ni kwamba partner unaye choose anatakiwa wewe una fall kwenye class yake. Lakini apart from fall kwenye class yake, unatakiwa wewe una vitu similar na yeye. Kama wewe sio kama kwenye class moja, sasa tunaendelea kuangalia hadi similarities. Na similarities walikuwa wanaangalia hadi mzee. Hadi similarities wale kama wanaangalia kwamba familia fulani of course ni familia ambayo watoto wanajua hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na sisi tunajiangalia familia yetu ni watoto ambao tunajua hiki na hiki, hivyo basi kutakuwa kuna connection kati ya hizo familia mbili. Unakuta wanasema kwamba familia fulani ni wachawi. Muda mwingine sio kama ni wachawi, ila muda mwingine ni kwamba wana utofauti. Na utofauti ule unakuta mara nyingi unajua kabisa kuna pale ni single mother family. Kwa hiyo wanakuwa tu yani just ule utofauti tu unawafanya naturally. Ile selection is your selection is okay. Na ukitaka kupatain ukitaka kupatain na modern relationship ni kwamba modern relationship yenyewe inaangalia only your choice, your happiness, your feelings. Yani wewe unajisikiaje, unajisikia unampenda, na hii ndio moja ya major failure ya current relationship. Unaangalia kwenye mahusiano sio tunakuwa mbele unavyojisikia bila kuangalia what kind of partner you are engaging with. Unaingia kwenye mahusiano ukiwa hujui kama huyu mtu kuna na traumatic experience, huyu mtu ana historia yake ni ngumu sana kuihusianisha na wewe. Kwa hiyo foundation ya relationship ya kizamani ni ya kisasa ni very contradicting. However, kwa mfano kwenye upande wa mgawanyiko wa kijinsia na nini, zamani kwenye jinsia kwa wanawake kwenye mahusiano ya kizamani sasa tukiwa tunayasoma of course tunaangalia ukiangalia wenyewe ni kwamba mwanamke alikuwa ni mtengenezaji wa nyumbani anaitwa homemakers, ila mwanaume alikuwa ni provider. Kwa hiyo kuna distinction mbili. Kwa mwanamke kama ni homemakers maana yake ndio gatekeeper. Alafu mwanaume kama ni providers maana yake ndio leader. Roles zote za kulea na nini zinamwangukia mama. Kila kitu responsibility inakuwa mama. Vile vitu vina umuhimu wake. Ulindaji na vitu vya kilimo. Maana huyu mwanaume si alikuwa ndio provider. Kwa being a provider you will have to come with the risks. Risks na nini na hiyo ndio sababu kubwa the traditionalists walimpa mwanaume kazi ya kuongoza. Maana walimpa kazi ya kuongoza kwamba na responsibility, maana alikuwa ndio ana take riski. Risk in part of protecting of course na women wana vitu vyao, walikuwa wanapata changamoto zao na nini. Lakini ubaya wake ni kwamba ilikuwa ni men dominated society. Tutafika kwenye ubaya. Tutafika kwenye ubaya. Nitaka kuviwa traditional. Anyways. Mpaka hapo naona kuna kitu tunapata. Lakini kuna modern sasa. Tukizungumzia mahusiano ya kisasa. Kwanza naweza kusema kwanza wewe anaangukia kwenye phase kama tatu. Kama kutakuwa kuna nyingine watu watanisaidia. Naweza kuwa na phase za watu wao. Mimi nazoishi ni phase tatu. Dating ya kwanza. Au ile kuhusiana na mtu kwamba mahusiano ya boyfriend na girlfriend. Ambao naishi modern kwa sababu ni modern kwa sababu wanasema modern
kwamba ni ya kisasa kwa sababu inakuja na usasa ambao haukutoka kwenye kacha yetu. Kutoka kwenye kacha za watu. Sina kwetu ilikuwa guide, sina uhakika. Sina uhakika kama kwa sababu wanapaswa kuwa watu wanaweza wakatusaidia kwenye hilo. Lakini nafahamu kwamba inaanza stage ya boyfriend na girlfriend. Papa wataendelea mara nyingi wasi official kwa kacha yetu ya Tanzania. Haijawahi kuwa official. Ndio. Yani boyfriend na girlfriend japo kwa wenzetu nje ni rahisi kumwambia mzazi bana nina boyfriend na girlfriend. Ni rahisi. Kwetu hapana, sio official, yani iko chini. Kitoka ni dating ya boyfriend na girlfriend ndio naamia kwenye courtship au sehemu ya fiancé kwamba uchumba. Na ile ndio inakuwa official kwamba naenda kumtambulisha nyumbani. Bana ni mchumba wangu. Nakaa kwenye uchumba kwa muda fulani ambao tayari unafahamika. Then inafuata ndoa. Lakini sidhani kama kwenye tradition ilikuwa ni hivyo. Tradition ilikuwa tu nadhani tunaanza kwenye step ya courtship. Kwamba watu wanapeleka posa sehemu fulani ndio umekuwa wachumba mnasubiri kuolewa. Au wengine walikuwa na tradition ilikuwa ina vitu vingi. Kuna ile mpaka mtoto anasubiriwa amezaliwa, anasubiriwa. Anashatolewa posa mtoto mdogo. Anasubiriwa. Hata kusema ni kwamba hakukuwa na point ya boyfriend na girlfriend kwamba wataanza pale. Yaani mambo ya date ya kuna funzo baadhi za tamaduni za nchi nyingine walikuwa na vitu vya aina hiyo. Yaani kwamba inajulikana kabisa kwamba familia fulani atamua mtoto wa familia fulani, lakini of course kwenye prestigious family wataoana wale. Sasa wale watu walikuwa wanaweza wakakutana wakakomuni. Of course ilikuwa ni hapa familia ambazo za hapa class. Hapa classes walikuwa na nafasi hiyo. However hawakuwa na decision ya kukataa yale mahusiano. Yaani wazazi wakishaamua hawakuwa na decision ya kukataa. Lakini kwetu sisi sasa kwa model ya sasa hivi ni kwamba inakuwa based on somebody's feelings, kwamba kuna hisia za mtu, na inakuwa self-centered kwamba yeye anataka nini na anakitaka nini kwa mtu. Nafuzi ilikuwa ni nzuri maana inamsaidia mtu kubeba majukumu. Sasa kama hisia zako ndio zimekupeleka huko, inamsaidia kubeba majukumu. Wewe sasa watu wanashindwa kubeba majukumu pamoja na kuwa wamefanya mambo wanachagua wenyewe. So far kwa model nimekaa hivyo. Sasa faida gani sisi tulikuwa tunazipata kwenye tradition kama tradition? Mimi kuna faida baadhi nazifahamu kwamba kwenye tradition mwanzo ulianza kwa state zile tunafahamu kabisa kwamba kulikuwa kuna umuhimu au kulikuwa kuna faida fulani ya watu kukadiria vitu ambavyo wanaviweza, kwamba wataangalia familia iliyotoka mtu, ile mtu atakuwa anajua anaangaliwa. Sio pale wewe unaenda unasema ambao unajua tayari wazee wameshaithibitisha. Umeelewa? Kwa hata kama kuna makando kuna nini vitakuwa ni vidogo sana, maana watu wataweza kuona sahihi alafu nini ndio afanye. Japo sasa kuna shortcomings zinakuja. Ila ngoja tu base kwanza kwenye faida. Huo nyingine walikuwa wanaona ni vitu ambavyo zilikuwa kwenye tradition ambazo at least unatamani hata this time zingekuwa zinakipio au zinatunzwa mpaka sasa hivi. Faida ya kwanza ilikuwa ni commitment. Yani nadhani ni msingi mkubwa sana. Watu walipoingia kwenye mahusiano ya kuchaguliwa na wazazi, kitu cha kwanza watu walikuchagulia mahusiano ambao wanaamini unayaweza. Kama au yawezi, ilikuwa ni mahusiano ambayo unatakiwa ulinde maslahi yake. Kwa na mikono ya watu wengi pale. Mpaka hapo mahusiano sio yako peke yako. Ni ya zaidi ya wewe. Kitu ambacho kwenye ulimwengu wa sasa hivi tumeondoa umuhimu wa mahusiano kuwa zaidi ya wewe. Imekuwa tu mimi tunavyojisikia. Kwa unakuja kugundua kwamba the problem with modern dating ni self-centered. Selfishness inakuwa juu zaidi kuliko. Why? Kwa sababu msingi tu wa kumpata mtu wa sasa hivi ni lazima uwe selfish. Itakuwa ni ngumu sana mimi kumpata mtu kwa sababu nataka hisia zangu zimenipeleka nimpate. Alafu ndio uniambie mimi nifikirie tena familia yake. Mtu yaani ndio maana sasa hivi mtu haoni aibu kukuambia mimi nimekuwa wewe sija kuwa na familia yako. Yaani haoni aibu kukuambia hivyo. Which is true. However, it comes with responsibility. Mtu ambaye anaweza akakwambia hivyo kwamba mimi nimekuwa wewe sija kuoa na familia yako, in which is kweli. Wewe sio kitu sahihi kwa sababu mtu uliyemuoa au hujamtoa angani. Inawezekana ile familia ndio imempush mpaka hapo alipo. Nadhani kuna structure ya maneno inaweza kupishana, lakini kumaanisha kwamba
kuoa simaanishi kwamba anasema kuoa, ila anamaanisha kwamba siko responsible na familia yako. Siko responsible na familia yako. Ndio. Hainihusu sana. Sababu wewe ndio unanihusu. Kwenye zile ndoa za kuleteana zile za kulicha mchumba. Kweli anakuwa ni mkwekwe. Yaani mkwe ni mkwekwe. Sio nielewa. Yaani sasa hivi mkwe ni issue. Yaani unaona mkwe mwenyewe haieleweki. Sio nielewa. Sema bado kuna ile bado kuna baadhi ya watu it use a lot of work. Hebu just imagine, jaribu kuvisualize zote unaojua vitu ulivyovisoma. Najaribu watu ambao wameoana utafuta picha kwa sababu ya hisia na machaguo. What happens? Watu wenyewe wanajifanya wameoa hivyo lakini wameangalia vitu vingine. Wewe mimi nakwambia, yani kama unataka kuoa, I'm not expert in marriage or whatever the case. However, kama unataka kuoa, you have to look for more than your feelings, and you have to look for more than what you feel. Na siku hizi imehamia kwamba a woman you have to bring more than love kwenye table. Ilikuwa kwenye mahusiano. Sasa kwenye moja. Na sasa ile kitu imetafsiriwa pia vibaya kwamba bringing more than, na mimi napenda sana to deal kwenye detail. Yani hiyo imetafsiriwa vibaya, bringing more than love on the table. Women, what should bring is responsibility on the table, not send to the man. So then what is the responsibility of a woman? Hapo tu ndio shida. Wewe unahitaji mwanamke atoe kitu zaidi. Kwa hiyo unataka mwanamke awe mama wa nyumbani. Mfano, awe mama wa nyumbani, muda huo alipe kodi. Ndio maana I bring something to the table. Hapo hapana. Sasa huo ndio maana point yangu inarudi pale ni kwamba women should bring something to the table. Na what should be brought to the table, it's the responsibility. Watu wamalizini nini? Ni nini kinachoweka mezani? Mimi sasa nikakaa mwanamke kama gunia. Sasa okay. Wewe mwanamke kwako unajua mwanamke anatakiwa afanye nini? Nini anataka? Kitu cha muhimu. Mwanamke anatakiwa afanye nini? Kama mwanamke na the fun thing nowadays wanacheka sana. Nilikuwa namwambia kitu kimoja akamwambiaje? Kaambia nowadays wanacheka sana. Yaani wanawake wanajua majukumu ya wanaume, ila wanawake hawajui majukumu ya wanawake. Yaani wanawake wanajua majukumu ya wanaume. Anaweza kukwambia ni mwanaume unatakiwa unihudumie nini? Which is unajua mwanamke unatakiwa ufanye nini? The moment una request majukumu ya mwanaume, mimi sina shida na yako umeyafikia. Mimi sina shida na mwanamke. Mimi ndio maana mwanamke akisema bana mwanaume gani utoi hela, 100% I accept. Unakubaliana naye kwa sababu initially mwanaume unatakiwa umhudumie. Of course ndio provider. Sasa the question is, unayehudumiwa unastahili kuhudumiwa? Maana kama wewe haujui majukumu yako ni nini, what happens ni kwamba utakuwa tu unataka kumnyonya mwanaume na mwanaume atakushtukia, atakimbia. God, the problem continues. So you should bring more than love on the table. Ni reasonable proposition kwa sababu love fades. Kweli. But what is more than love? It is a responsibility. It is a shared value, shared moral values. Yani kuwa mna imani ambayo inafanana, kuwa mna vitu ambavyo mna target kuviachieve, and not competing. Sasa wanawake sasa wanamaliza sasa kwenye ninachotaka kukiachieve, wanataka tena kucompete na unielewa. Kwa hiyo things are contradicting, yani vitu viko hivi. Okay. However, one of the things about ninaona ilikuwa ni faida moja ya traditional mahusiano ya kizamani tunayosema. Responsibility nadhani zilikuwa zinafundishwa vizuri sana. Ndio. Kwanza kwenye jamii, sababu ilikuwa ni jamii ya watu wengi. Ilikuwa ni likely sana, ni mara chache sana kumkuta familia inaishi baba mama na watoto tu. Ndio. Na hata ikiwa hivyo, kweli watoto ni wengi kama kwamba unasema kwamba kuna ni jamii ipo, lakini mara nyingi ilikuwa ni kwamba kuna baba, kuna bibi, kuna nani. Umeelewa? Kwa kuna utaratibu fulani kalikuwepo ambapo kila mtu anajua jukumu la nani ni nani. Lakini pia kulikuwa kuna vitu kama mafundo. Watu walikuwa wanafundwa, nasema wanafundwa masuala ya jando na nini ambapo siku hizi hatuna. Which zingeweza naamini kwamba zilikuwa zina influence zaidi mtu kupata elimu ya kujua nini mwanamke anabidi kufanya, nini mwanaume anabidi kufanya kwenye ndoa. Japo sisemi kwamba wasaidizi wajaribu
Mbona tunayaona na ni wachache sana ambao yani zimebaki kujali mtu anapewa mafunzo labda kuolewa ni kesho. Simeelewa. Au ameshatangaza uchumba, mtoto anaenda nyumbani kusalimia wazazi. Ndio anapewa sasa baada kukaa na mme, unajua ndio iko hivi ndio mafunzo yanaanza mpaka. Kana sema mama unapewa zima moto. Yani mambo yani mafunzo ndani ya siku mbili uweze ukaishi miaka yako yote ya maisha kwa hiyo vitu ambavyo sidhani kama ilikuwa ni sahihi sana. Ni kweli watu walikuwa maybe ndio zamani walikuwa wanachaguliwa na hivi lakini kulikuwa kuna something in initiate hivyo vitu kudumu. Mmoja wapo nadhani watu walikuwa wanajua majukumu yao katika ndoa. Yes. Na majukumu watu walikuwa wanajifunza pia kwa kuona na majifunza na kimoja vyote mtoto anajifunza sana kwa kuona na sio kwa kusimuliwa. Ndio maana watoto walimu wanaofundisha chekechea unashangaa wanacheza na watoto. Unaona vipi? Watoto wana adapt kwa kuangalia hivi. Ni kweli. Mfano wote mzuri waga ni wa vitendo. Yani mfano wote mzuri katika maisha waga ni wa vitendo. Kwa hakuna mfano wa kusema kwamba unaotoa kwa maneno. Maneno yanasaulika. Lakini continuously performing something mtu anaweza akajua akajifunza kwamba this is what I have to do. Kuna video moja nilikuwa naangalia, moja kati ya video ya TikTok. Ilikuwa imeonyesha ni nyumba moja tu. Of course ni Asian family. Alikuwa ni baba, mama na watoto wake wawili. Kamoja kiangalia ni kama miaka 3. Mwingine alikuwa ni kadogo ndo kamezaliwa nadhani kalikuwa kanaanza kunyanyuka kutembea. Kwa ni miezi 10 pale mpaka 11 mpaka hivyo. Mja huu. Sasa ilianza vipi? Alionyesha tu kwamba baba anaingia ndani ameleta vitu. Mali alikuwa amekaa na watoto. Akatoka akaenda kumpokea baba. Alikuwa ni mama peke yake, mke wake. Sasa anampokea akamkumbatia akachukua vitu. Day 1. Day 2 akanyanyuka tena hivyo. Day 3 akanyanyuka hivyo. Day 4 kipindi ananyanyuka na watoto wakamfuata. Wakaona wananyanyuka na yeye kwenda kumpokea baba. Day 5 mama akawa amechelewa kuamka. Watoto wote walikuwa wameshakimbia kufuata kumfuata baba. Kuna mfano alionyesha hakuwahi kuambia kwamba you have to go to your father na kufanya hivi nenda kumpokea baba. Anaanza kuonyesha tu kwa mfano kwamba baba akifika nyumbani anapokelewa hivi. Na sio kwamba alikuwa anaenda amekunja sura, anafika anachukua mzigo na baba anapokea kwa unaona ni mfano mzuri kwamba matendo yanavyo participate sana kwa mimi. Kwa mfano analeta hizo. Mimi nyumbani mama yangu huwa ana baba kila akirudi mama anamsalimia. Sio nielewa. Anaweza akarudi labda jioni hivi anamsalimia. Sasa sisi wote tukao tumeshajua kwamba baba akitoka nyumbani akirudi lazima asalimiwe. Sio nielewa. Baba shikamoo. Baba hivi. Sio nielewa. Kitu ambacho nilikuwa ndio tumekuwa tumemwangalia model wetu ambaye ni mama. Maana use tell people kwamba hebu jitahidi. Jitahidi uwe good role model kwa watoto wako. Wanaambia dada, tunaambia jitahidi. Watoto tabia watazitoa kwa mama na watazitoa kwa baba. Baba kama ndio mwalimu. You are very bad at treating your wife. Children watajifunza. That's how women should be treated. So far zamani nadhani sasa hivi ilitoka changamoto ni kwamba watu wanakompete. Maana tukisema kwenye swala la knowledge, how to deliver the knowledge, about the responsibility ya mwanaume, majukumu ya baba na majukumu ya mama kwenye ndoa na nini. Zamani tunasema kuna mafunzo na nini, watu wanakaa na watu wazima, ambao sasa hivi sio chance ambayo kila mtu anayo. Yani maisha imetoeka. Kwa hiyo unakuta vile vitu ambavyo vilikuwa vina facilities hivi vitu havipo tena. Kwa hiyo kuna msingi wa watu kukuchagulia plus majukumu ya juu unatenda kukukuta na usipojishughulisha kuyajua ni moto. Umekula chumo wala zinakuwa umekula chumo. Anyway, hiyo ni moja kati ya advantage. Nyingine unaweza ukaifikiria ni ipi kwenye swala la tradition. Sasa kitu kingine ilikuwa ni communication. Kwenye communication haikuwa vizuri sana kwenye traditional ways. Hapo na mimi nataka kukuwahi. Kwenye communication haikuwa vizuri sana kwenye traditional ways. However, imekuwa nzuri kwenye modern ways, kwenye modern relationship. That's true. However, ni moja kati ya faida ambayo tunayopata kwenye modern relationship.
Kwa sababu modern relationship kila mtu anasema anachokihitaji. Kila mtu anasema ambacho hakihitaji. Kila mtu anasema kinachomsumbua, kila mtu anasema ambacho hakimsumbui na kinachomvutia. Ila kwenye modern relationship siwezi kuweka kama faida. Hiyo itakuwa kama huko, itakuwa of course ni bad side yake au ni itakuwa kama bad side of course. Lakini ni muhimu kuizungumzia, maana uwezo kusema kwamba hii ilikuwa hivi. Ndio unasema bwana, unaiongelea au kufikiria nao. Mimi nahisi kama communication, just the way of communicating ya zamani ilikuwa ina changamoto. Maana mwanamke hakuwa na nafasi nzuri ya kuongea anachokihitaji. Lakini hata mwanaume pia. Na mwanaume alikuwa anaweza kuja. Unajua sasa hivi mwanaume anaweza kurudi nyumbani kwa sababu bana, mimi hela nimekosa bana. Hii sasa unaiongelea ndani ya ndoa. Lakini tunasemea kwenye mahusiano kwamba ulikuwa unaweza kaongea chochote. Hata kwenye mahusiano sasa hivi mwanaume sasa hivi unaweza ukamwambia kwenye mahusiano hivi, ukamwambia mpenzi wako tena kama defense mechanism, bana mimi sinaga hela. Kwa sababu na mimi sinaga hela. Unajua inamaanisha nini? Umeescape responsibilities za kuwa mwanaume. Umekimbia responsibilities za kuwa mwanaume. Kwenye tafsiri ya mwanamke, kwa sababu unaweza kuprovide, utakuwa ni umemwachia mzigo wake. Kama unachia ni excuse, maana yake ni kwamba ni mimi. That is a bad clash in relationship. Maana umeshajiondoa. Free communication sasa, communication ambayo imekuwa ni nyepesi, imerahisisha watu wa ovyo, maana yake ndio inapo mafaigo pasi kuexploit wenzao wake wa manipulate kwa maana yake sikia kwa nini wanavyojisikia. Ila zamani wanaume utasemaje kwamba bana mimi siwezi kuhudumia familia, wewe utawaambiaje? Wewe utasemaje? Atuseme kwamba kuna watu of course wanashindwa kuhudumia familia au for certain hard times in life na nini. Lakini mimi wasipende kuchukua minority tukaitumia kama subject ya majority, maana hicho ndio wanachokifanya. Mtu anatafuta toxic relationship iliyo succeed ambayo ni 1 in 1000, alafu anaileta kama main top. Yaani anatoka anakuja justification za mtu ambaye ni mmoja ambao amekuta na scenario zinazotokea kwa moja sana. Yaani kafara mfano mzuri. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anampenda Kadidi. Alikuwa ananipa kila justification ya kwamba unaweza ukawa kama Kadidi na ukatoboa. Sio nielewa kwamba unakuwa snippers, sio ile unacheza nini vitu vibaya vyote vile unafanya, alafu ukatoboa. Ukatoboa kwenye nini maisha kwenye, yaani ukatoboa kama alivyotoboa, yaani maana ukiwa yaani ukapata hela na nini. Na mimi nikamwambia inawezekana, ila proportion ni ndogo sana ambapo siwezi kukushauri ubetie kwenye 0.01 wakati zipo nyingi huku. Sasa watu wanachokifanya, wanachukua kitu ambacho kinaweza kikafavor their hedonic pressures, their short term gratification. Na hiyo nadhani pia ndio kitu kingine pia ambapo ilikuwa ni faida ya relationship ya zamani. Sacrifice ilikuwa ni kitu cha muhimu sana. Maana sacrifice ndio inaenable mahusiano ya succeed kwa muda mrefu. Na kwenye mahusiano ya zamani sacrifice ndio ilikuwa ni kitu cha kwanza kwa put on table. Kuna sehemu nzuri sana hapo. Yaani sacrifice ndio kitu cha kwanza na put on table. Kuna swala la, unajua sacrifice au sadaka au ni nini ulikuwa unajinyima, ilikuwa ina force behind pia. Simuelewa. Maana kuna familia dada wale kama sio bikra. Ndio. Yaani ukikuta sio bikra unarudishwa kwako na unatia hiyo familia nzima. Kwa there was initiatives za kuweza kusisitiza hiyo ni pale. Mbali na kuweka tu kwamba sacrifice ilikuwa ni ya mtu mmoja, huko kuna initiative nyingine ambayo ilikuwa yani ni iko nyuma, ambayo ni ngumu sana. Of course hiyo ilikuwa ni nyepesi kwa sababu society ilikuwa ni easily controlled. Yaani kulikuwa kuna diversity of communication, diversity of information, kila vitu vilikuwa ni vingi. Sasa vitu ni vingi. Kwa sababu inaonyesha kama hizo zilikuwa ni ngumu sana. Kwa ile kuwa connected yani. Maana hata wewe ulikuwa kwa mwanaume sasa, uwezo ukafika ukasema bana mimi nimeshindwa kumlisha mke wangu. Uweze kujitetea. Yaani uweze ukatoa hiyo kauli, unaaibisha ukoo mzima kwamba nyinyi yani hasio ma provider. Kwa hiyo nyinyi wote hamwezaji kufanya, yani hauwezi kazi, mwanaume gani hawezi kazi? Mwanaume suruali sasa umekuwa. Umeelewa? Kwa sababu ya ile connection. Maana sasa hivi mkikao ukajifungia ndani, hakuna leo na maisha yanaendeleaje?
Unapiga tu jamaa. Mtu atapigwa pale, atalala njaa siku 2, atasikia 3 ataamka, atajua anatafuta nini aweze kulisha pale. Sikibela. Vitu vinakuwa hivyo. Ila zamani ya connected kana kwamba ndio unasema mwanzo kwamba unahakikisha kwamba sio wewe tu uliohusika kwenye swala la marriage, kwamba commitment hujaiweka wewe tu. Huko na watu wengine. Huko na hao ndio ulikuwa ni muhimu sana wa ndoa. Unajua ndoa ni kitu ambacho wanaona kama vile kitu kimetengenezwa kwa ajili ya kuwaonea wanawake. Kila ndoa ilikuwa ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kupunguza sehemu za watu kujisikia vizuri tu wakiwa wanafanya vitu vya ovyo. Yaani wewe unaweza ukafanya kitu ambavyo unasema mimi nimeoa lakini wewe ndo bana mtu ili uendelee kufanya vitu vya ovyo lazima ufanye divorce. Yaani wewe ukafanya vitu vya ovyo ghafla bila kudivorce. Lazima udivorce ili sasa upate justification ya kufanya vitu vya ovyo. Kwa hiyo commitment ilikuwa kwenye tuangalie kwenye good side ya modern relationship. Tumeona ni communication pekee yake. Nyingine ni shared responsibility. Kwenye modern relationship ukisucceed inakuwa na shared responsibility. A woman can work, anaweza kwenda kazini, akarudi, akafanya hivi. Ambacho ni kitu ambacho ni positive. However kina downside zake inakuja nazo. Ni lazima downside. Unaona downside usipoweza kuzicontrol ndipo unakuwa mara tunasema vitu vipo tunavinanili, ila sasa namna ya kuvimodify vio na advantage. Maana mabadiliko kuja mpaka modern hayajaanzia tu kwenye mahusiano. Ni maisha yote yanabadilika kwa ujumla. Sasa how are we gonna roll with it? Hiyo ndio inakuja ni swali. Maana ni kweli watu tuishi tena kwenye kijiji, tuishi na babu, tuishi na bibi, tuishi na shangazi au whatsoever. Lakini kama tumemodify kutoka kule kuja hapa, uwezo ukaitumia kama kisingizio kwamba maisha yamebadilika, kwa hiyo mimi nimeshindwa kuhusiana na sijui umeelewa. Kuna namna ambayo inabidi mtu atafute ya kuweza kukeep on with the flow ambayo inaenda. Kwa kama mkweli maisha yamebadilika, okay, it's fine, okay, yamebadilika, tunafanyaje? Now back then wanawake hawakuwahi kuwa wanafanya kazi. Hawakuwa kama sehemu ya kuwekwa kipaumbele kufanya kazi na wanaume. Kiingia kazini maybe ilikuwa ni wanaume tu wanafanya kazi, wanawake wamesubiri nyumbani. Tupo kwenye sehemu ambapo wote wanafanya kazi. Wanaume wanafanya kazi, wanawake wanafanya kazi. Tunafanyaje? Kwa hiyo ndio hapo ilikuja kwamba hauwezi ukasema kwamba basi sitaoa mwanamke anayefanya kazi, no. Kwa sababu one of the advantage ya kwenye modern relationship ni kwamba kuna shared responsibility, lakini pia kulikuwa kuna communication, free communication kama jawana na kwamba unaenda kuongea. Okay. Bana mimi na moja, mimi na mbili. Ninafanya kazi hapa, niko na hivi. Najipimia sehemu naiweza. Si ndio? Mwanamke na mweza kwamba kufanya kazi kwake hakunisumbui. Lakini pia tunajadiliana role ya kulea watoto itakuwaje. Simeelewa. Kwamba mimi nitaleta nini na wewe utafanya nini. Inakuwepo ni kuweza kuelewana. Lakini sasa itakapokuwa kwenye misingi ambayo hakuna mtu alijua majukumu kama mwanzo tulivyokuwa tunasema. Mama afahamu majukumu yake na baba anakuwa ametimiza. Umeona? Sasa hapo kwa the problem pale ni advantage ya modern ndio hiyo, kuna shared responsibility. Tunagawana majukumu kabisa. Na tunakuwa hatuna shida. Ile changamoto inakuja ni hivyo yani. Wewe hujui majukumu yako ni yapi. Kwa hiyo tunachotokea ni kwamba wewe unadhani na wewe ukileta hela au mama ukienda kazini unamaliza sehemu yako. Au unaweza kufanana na baba. Muda ule na baba naye anaamini kwamba kisa anatoa hela ya kula. Hivyo basi mwanamke anatakiwa atoke kazini pia aje afanye kazi za nyumbani zote, alafu mwanaume yeye amekaa. Sio, nielewa? Napo ndio inakuja kuwa contradictory. Inakuja ni kwamba atoshi kuamka asubuhi mimi na mke na mume wote wakaenda kazini. Unanielewa? Alafu mwanamke akarudi nyumbani na mimi nikarudi nyumbani saa 12. Si ndio? Mwanamke mimi nikapumzika. Si unanielewa? Hapo mwanamke akaanza kuhangaika kupika, sio nini, mara fue nguo, mara anyeshe nguo zangu, mara afanyeje. Alafu amalize tupumzike. Alafu tena kesho wote turudi kazini. Kisa mimi ni mwanaume, mimi si mwanaume. Umeona? Maana unaposema hivyo kuna familia watu wengi niko hivyo na relationships zinaenda vizuri. Wanaenda hivyo na zinaenda vizuri. Zinaenda kwa moto. Yaani zinaenda kwamba kuna mtu mmoja anaonewa. Yaani kuna mtu mmoja anaishi akiwa resentful.
sijajua majukumu wanaokana. Maana let's take for unless mwanaume unakuwa na more than mimi what I think ninachofikiria ambacho kinatakiwa of course. Maana hapo nilikuwa nataka nikuonyeshe mfano ambapo kwa watu how things went. Ilikuwa of course watu wanaenda kazini. Simeelewa. Lakini kwenye jamii zetu tumefahamu kwamba wanaume kuna watu wengine kazi za ndani ndio wafanye. Ambao sio kosa. Ambapo wanaume hajaitwa kufanya kazi za ndani. Simeelewa. Huwa ni zamani. Kwa hiyo kuna initiative kwamba mimi nataka nifanye kazi, maana pia umenioa. Nimesoma na hivi 1 2 3. Lakini naeleweka majukumu ya baba ni Bernardine na vitu vikubwa. Chakula na kitakosa, ada za watoto zitalipiwa. Mimi mama anakuta anashughulika kwa ajili ya vitu vyake. Labda na kusolve shida ndogo ndogo mboga, si nini zimeisha nini. Ila baba anakuwa kwenye zile multitask activities zote kaachiwa. Shida mama kujishughulikia pia ni mwanaume kwa mimi mwanamke hawezi kujisuka nywele. Atakiwa apewe na kusuka nywele. Na hiyo ni part ya kumhudumia. Ambapo watoto wakiweka ni table. Maana wanaposema kwamba ukwenda kazini, familia nyingi wana baba na mama wote wanaenda kazini. Wote wanaenda kazini ndio maana nakwambia unarudi na ndio maana nakwambiaje. Hapo kwenye kwenda kazini wote ndipo kuna msingi wa resentment. Ndipo kuna msingi wa kuwatawajali watoto, maana ukaja ukapata watoto ambao ni waovyo zaidi, kumaliza na kwa ya ovyo. Wengi wameamua kulisolve hilo kwa kuweka mfanyakazi. Ambapo mfanyakazi hatuna uhakika kama anafanya kama inavyotakiwa. Yes. Sio nielewa. Hatuna uhakika. Sio tu hatuna uhakika. Mimi naweza nikasema pia sio na. Mimi najaribu kuongea in favor ya anayetumia mfanyakazi. Kwamba yani labda hatuna kama anafanya kama inavyotakiwa. Haya. Kinachotokea ni kwamba mwanamke familia sasa hapo muda huu inakuwa iko kwenye way ambayo kwenye dire situation. Kwa sababu yani wenyewe hawaielewi. Wanasogeza tu maisha wanasogeza. Sasa wale watoto walizaliwa kwenye ile familia, wakiona mama anafanya kazi ndio anafanya kazi. Wale watoto ndio wale watoto ambao tunao hawaoni umuhimu wa ndoa. Sio nielewa. Maana anaona mama anahangaika tu. Na kile mama anachoweza anafanya nini? Ndio asfada anafanya au ni umuhimu wa ndoa. Au tapata wanaume vijana ambao wanaona sasa manake mama analalamika nyumbani anafanya kazi. Kwa utapata vijana ambao sasa wenyewe wanaona baba alikuwa anahangaika yani ana mwanamke amesoma anapata mshahara na anampa kila kitu. Kwa hiyo wale vijana sasa wataona mimi sina umuhimu sasa wa kuwa mwanamke aliyesoma. Ndio hiyo group la watu ambao sasa wanakuja wale ambao ni sasa ndio nasema mama mimi bana mimi mwanamke ambaye anataka. Sababu mimi naona akiwa na kazi sio tunashindana. Ambapo sasa hiyo vitu ni vitu ambavyo ni vitu it's all about negotiation. You can negotiate the line of power and responsibility. The degree, the authority you have comes with responsibility. Majukumu utakayokuwa nayo yanakuja na uwezo wa maamuzi utakaokuwa nao kwenye ndoa au kwenye familia. Nadhani uwezo ndio unaanza. Uwezo unaleta na majukumu. Yaani majukumu yako ulionayo ndio yanakupa uwezo wa kufanya. Yakupe uwezo wa kufanya. Yaani kwa wewe kama huna uwezo, kama wewe majukumu unasaidiwa, kubali na uwezo utasaidiwa. Yaani majukumu ya responsibility ya kutoa ada unasaidiwa na mke. Kwa mfano, unatoa mfano. Mama anatoa ada ya mtoto mmoja na unatoa ada ya mtoto mmoja. Si ndio? Ila unahitaji baba utoe maamuzi ya watoto wote bila kujadiliana na mama. Huo ni uongo. Mama atakuoji. Kwa sasa unakuta mwanaume wewe unataka mimi ni mwanaume anatoa maamuzi mwanamke anasikiliza. Sasa mimi nitakusikiliza unawajibika. Wewe unawajibika na vyovyote hivi. Na I'm telling you kwa wanaume ambao they are doing everything most of the time they are giving information na zinachukuliwa. Most of the time. Ndio wanaume ambao ndio wanafanya kile. Mka na kazi. Ila kazi yake haina shida yoyote. Wewe mwanaume sasa yule mwanamke anakusikiliza kwa shida na wewe. Ila sasa ndio inakuja sasa status ya mwanamke na mwanaume vikoje? Kwa sababu hamna namna mwanamke atakuwa na status juu yako, alafu wewe unamhudumia. Unahudumia kila kitu haiwezekani. Kwa hivi vitu vingi vina work in a way ambayo ni weird way of talking about it, lakini niseme kitu. Yaani ina work in a weird way. Ambapo sasa hakuna mtu anataka kuiface. Hamna mtu anataka kuface hiyo reality. Of course. Kila mtu anaambia tu kwenye sema hapana hiyo. Trust me, wanaume watakuwa attack sana kusema kwamba kama ufanye hivi
una say kwenye hiki. Watu watasema jamaa anachukuliaje. Unakwenda, lakini ukweli ni kama mwanaume kama unasaidia majukumu ya mke wako. Hii mimi zimekimbia, yani hapa sikatai. Kama majukumu anafanya mwanamke yoyote, yani mwanamke kama anakusaidia majukumu, kubali kugawana naye mamlaka kwenye hicho kitu anachokusaidia. Hicho kitu anachokusaidia. Usilete, yani wewe usitaki kuwa na mamlaka yote wakati kitu kingine anafanya mtu mwingine. Huo ni uonevu. Ndio maana kwenye swala la negotiation tutakuja kuona baadaye kwamba what's failing, what's went wrong. Kuna vitu vinafail sana kwenye modern relationships. Na moja wapo ni kati ya hiki. Sasa hivi moja tunapo wengine moja alisababishi kwa nini vitu vinafail. Na wanachokisema ni kwamba to a entire situation. Wamemarry watu ambao wana kada moja. Na majukumu au maamuzi hayagawani. Kwamba mwanaume anashikilia tu. Kuna possibility ya mwanamke kuchoka na mahusiano na kuona anaamua aachane naye akae kivyake. Kuna wazazi au wanaume ambao wanapenda mke labda afanye majukumu. Sinielewa. Hawataki mfanya kazi lakini mke anataka awepo na afanye majukumu kama anavyotakiwa. Lakini sasa ndio hiyo sema unasema kwamba anaweza mtu akachoka kwa mwanamke. Kwa modern sababu sasa tu mna kazi moja. Sio? Mimi wote labda ni lawyers, sio? Unafanya kazi ya masaa yale na mke hataki kufanya kazi na mwanaume hataki kufanya kazi na anataka mwanamke participate kwenye kila kitu. Kama mzee ukiadvise pia. Uwezo kuadvise watu kwa sehemu moja. Okay, tuchukulie nika tofauti maana mimi pia nasimia chache sana kukuta na wote hapo nyumbani. Naweza kusema labda ni mwalimu, ndio. Labda na nesi. Unaelewa? Nafahamu kazi za nesi. Sana kazi msanii. Kwa ile sasa. Kwa kwenye ile kazi kama pale kwa unaposema au kwa namna nilivyojaribu kuelewa. Ni kwamba ni right kwamba mwanamke kutimiza wajibu wake ndani. Sema yeye anafanya kazi ama nini. Na mwanaume anateka over kila kitu. Na binadamu za watoto wanalipia chakula nyumbani na mke wake anampa vitu. Tena ambacho nasema ambacho sio sahihi ni kwamba tuseme kwamba hata watoto mpo wawili, mmoja analipia mama, mmoja analipia baba. Matumizi ya ndani baba anatoa labda chakula, mama anatoa mboga. Ndio. Ya kujihudumia kila mtu anajihudumia kivyake. Bora jinunulia na uko pale unasema kwamba uwepo sasa na ukisema kwamba wewe ndio afanye kazi na za ndani na kila kitu. Yaani hapo inaleta unfair. Yaani kisha kuwa hivyo, mtu kama mwanaume unatakiwa ukubali. Kama sasa hapa hivi, tutakuwa tushie majukumu. Bana pale sana mwanamume unaweza kumsaidia mke wako kuosha vyombo, anapika. Sasa ndio hivyo. Au kumnunulia mashine ya kufua. Au kumnunulia. Tukiamua kuongelea tu hivyo, kuna sehemu nyingine hivi vitu mambo ya kuosha vyombo yani sio kazi kubwa. Kuna mamansion, kuna maid kama 6. Kuweza hiyo yani tena mambo ya vyombo sio kazi, au kufua nguo sio kazi, au kunyosha nguo sio kazi. Yeye kazi tu ni kumwambia mume wangu vaa hii. Kitu ambacho kinafanyika ndani ya dakika moja. Sawa kabisa. So na ndio maana ugumu wa hizo familia unakuwa ni kwamba kuna assumed responsibility. Yaani sasa watu wanakuwa tena hawana kazi ya kufanya pale ndani. Kwa familia hizo za kubwa. Ile familia ambazo tunafahamu society yetu wengi tuko pale Changamikeni. Pale kwamba mama anafanya kazi, baba anafanya kazi. Pale tu matokeo ni kwamba mwanaume anatakiwa akubali, atashirikiana na mke wake kufanya maamuzi. Usifanye maamuzi bila kumshirikisha mke wako. No, simaanishi kwamba ukiwa unatoa kila kitu ufanye bila kumshirikisha mke wako. Unamshirikisha ila sio ile kaje. Yaani nataka kuelewa ni kwamba kuna initiated decision na kuna follow up decision. Kwamba natoa follow up bana. Niliuza kile kiwanja. Bana hivyo yani. Au muda mwingine unaweza ukawa unamwambia nataka niuze kile kiwanja ila unajua hata kataa. Ila bado umemshirikisha. Unajua sababu mnashirikiana kwenye vyote. Nataka ninunue kiwanja hiki kile kitu. Yaani hautegemei. Anasema hapana usiuze.
Wafuasi wanaweza kusema bana, hii ni kwa ajili ya wanaume ambao wanapenda kuwa ni hivyo, kwa wanahitaji wanawake ambao hawawezi kujisimamia, wanataka waone nini. Mimi sitaki, takuwa reluctant on that. Lakini msimamo msingi uko pale kwamba majukumu yanaenda na power au yanaenda na maamuzi. Yaani responsibility and authority. Wewe huwezi kuwa na mamlaka unataka kushika majukumu. Kwa sababu tunavyohitaji kuwa na mamlaka mengi, utakiwa na majukumu mengi. Na kama hutaki kuwa na majukumu mengi, wewe jua na mamlaka utakuwa hauna. Nasema president kwa mwanamke, ukitaka kuwa na majukumu, ukijipa majukumu mengi ambao ni ya mwanaume, jua kabisa una compromise power ya mume wako. Anaweza akakimbia kutafuta ambaye compromise power yake. Hiyo ni kweli. Hiyo ndio sababu kubwa ya single motherhood pia. Watu sasa mama haeleweki, hii ameniacha, sio nini. Ukija kudigi detail utakuta ni kuna either compromising of authority. Na mwanaume sasa naye labda ameshindwa kukielewa, ndio mwanaume tukani shida. Sometimes hata mwanamke amefanya bila kujua. Hapo na mwanaume ameshindwa kukielewa. Kwa hiyo unakuta tu ana lose interest. Wana interest. Na of course tunafahamu azimoa unafanya kazi nyingi kama mwanamke, au azimoa una structure ratiba yako au kazi zako to the same kama mwanamume, lazima uone main character unazungumzia. Na bibi mmoja pale na kuweka chapati. Kwa chapati na supu. Vitu. Lakini alikuwa ana mtoto wake mmoja wa kike. Sio usitaki ndani mjukuu wake. Sasa bado ndio kazi nini kama mbiaji. Ambia ndivyo. Kamera hivi sasa hivi unatakiwa sasa hivi uwe umepumzika nyumbani. Sasa ni muda wa kupumzika bana. Ilikuwa ni muda wa asubuhi, kuna baridi. Akasema ndugu yangu, ningekuwa na huyo mwanaume ambaye na uhakika wa kupumzika, ningepumzika. Kaambia kwani nini? Sasa mwenyewe natamani ningekuwa na mume, niko na aisha kwa bibi zangu, nilikuwa na mama ambaye anamprovidea kidogo pale nyumbani. To have been the best. Kwa kichwani mwangu niliposikiliza vile, nikashtuka. Maana mimi nilijua maana ni nilifuka na nyumba yake nini, lakini kashtuka. Kumbe naye ana uhitaji. Anaona kuna umuhimu wa kuwa na mtu wa kumhudumia. Kwanza kundoka kama unaona bado ni bibi. Ni bibi. Kwa kumbe hao watu wanahitaji kuhudumiwa. Regardless of what. Kuna ulazima na mwanamke akihudumiwa anajisikia vizuri. Pia mwanaume kuhudumia unajisikia vizuri. That's how it goes. Sasa kuna compromising hapa hivi kadri ambavyo wamejaribu kuvileta kuchekechekeza sasa imeshakuwa kila mtu anaweza kujisikia vizuri regardless of kukimbia majukumu yako. Licha ambapo tunafahamu kwenye vitu vya zamani ilikuwa. Anyway. Hilo swala tunaweza tukaliongea na tukaliongea tena. Utaisha. Lakini nataka nijibu kwa some detail. Why? Modern au mahusiano ya kisasa mengi yanaonekana kutokudumu. Simuelewa. Na rate ya divorce inaongezeka kadri muda unavyozidi kwenda. Na tunafahamu kadri muda unavyozidi kwenda watu wanazidi kujikita kwenye modern society. Kwenye modern relationships. Simuelewa. Kwa mfano takwimu kuna takwimu nilisoma ni statistics moja wapo ya Tanzania. Wanajiita initiatives. Something kutoka jina lao kidogo. Lakini ni takwimu za sensa ya mwaka 2022. Zinaonyesha kwamba the married people au watu walio kwenye age ya kuoa na kuolewa imeongezeka kidogo. Kote lakini imeongezeka. Maana nje kuna statistics ni balaa. Mambo yanapungua. Lakini imeongezeka kutoka 51.1 mpaka 51.4. Hapo ni watu kama milioni 18 point. Na divorce rate kaonekana pia imeongezeka. Simenipata. Toka 2.9 mpaka 3.7. Muda huo asilimia 5.5 wanaishi kuna uchumba sugu. Cohabitation. Cohabitation. Baya sana hiyo. Na kuna wengine ambao ni not married. Wako pale kuna asilimia 37 point kipi.
Kwa hiyo inazidi kuonyesha kwamba as time goes rate. Sasa mimi nilichokisoma nilikuwa nasoma nini hizi hapa kwenye hizo statistics. Nilikuwa nasoma nini? Rita wa mwaka 2023 waliregister divorce ambazo sasa za kisheria zilikuwa ni 400 kama 57 hivi. Divorce. Okay. Ila mwaka 2024 wakaregister divorce 866. What happens? There was increase. Kwa kuna ongezeko kwa asilimia. Kamera hivi sasa hivi unatakiwa sasa hivi uwe umepumzika nyumbani. Sasa ni muda wa kupumzika bana. Ilikuwa ni muda wa asubuhi, kuna baridi. Akasema ndugu yangu, ningekuwa na huyo mwanaume ambaye na uhakika wa kupumzika, ningepumzika. Kaambia kwani nini? Sasa mwenyewe natamani ningekuwa na mume, niko na aweza kuwa Biblia sana, ningekuwa na mama ambaye anamprovidea kidogo pale nyumbani. It would have been the best. Kwa kichwani mwangu niliposikiliza vile, kikashtuka. Maana mimi nilijua maana ni mfuko na nyumba yake nini, lakini kashtuka. Kumbe naye ana uhitaji. Anaona kuna umuhimu wa kuwa na mtu wa kumhudumia. Kwanza gundua kama unamwona bado ni bibi. Ni bibi. Unaona kwa kumbe au watu wanahitaji kuhudumiwa. Regardless of what. Kuna ulazima. Na mtu na mwanamke kuhudumiwa anajisikia vizuri. Pia mwanaume kuhudumiwa anajisikia vizuri. That's how it goes. Sasa kuna compromising hapa hivi katika vitu ambavyo vijaribu kuvileta kuchekechekeza au michekechekeza sasa imeshakuwa. Kila mtu anaweza kujisikia vizuri regardless of kukimbia majukumu yao. Kukimbia majukumu. Licha ambapo tunafahamu kwenye vitu vya zamani ya kweli. Anyway. Hilo swala linaweza tukaliongea. Na tukaliongea tena. Itaisha. Lakini nataka nijidi kwa some detail. Why? Model au mahusiano ya kisasa mengi yanaonekana kutokudumu. Simeelewa. Na rate ya divorce inaongezeka kadri ya muda unavyozidi kwenda. Na tunafahamu kadri ya muda unavyozidi kwenda watu wanazidi kujikita kwenye modern society. Kwenye modern relationship. Simeelewa. Kwa mfano takwimu za kuna takwimu nimesoma ni statistics moja wapo ya Tanzania. Wanajiita initiatives. Something kutoka jimbo lao kidogo. Lakini ni takwimu za sensa ya mwaka 2022. Zinaonyesha kwamba the married people au watu walio kwenye age ya kuoa na kuolewa imeongezeka kidogo. Kote laki imeongezeka. Maana nje kuna statistics ni balaa. Mambo yanapungua. Lakini imeongezeka kutoka 51.1 mpaka 51.4. Hapo ni watu kama milioni 18 point. Na divorce rate kaonekana pia imeongezeka. Simenipata. Toka 2.9 mpaka 3.7. Muda huo asilimia 5.5 wanaishi kuna uchumba sugu. Cohabitation. Cohabitation. Baya sana hiyo. Na kuna wengine ambao ni not married. Wako pale kuna asilimia 37 point kipi. Kwa hiyo inazidi kuonyesha kwamba as time goes kuna rate inaongezeka ya divorce. Sasa mimi nilichokisoma nilikuwa nasoma nini hizi hapa kwenye hizo statistics. Nilikuwa nasoma nini? Rita wa mwaka 2023 waliregister divorce ambazo sasa za kisheria zilikuwa ni 400 kama 57 hivi. Divorce. Okay. Ila mwaka 2024 wakaregister divorce 866. What happens? There was increase. Kwa kuna ongezeko kwa asilimia 93.7 ndani ya mwaka huu. Tunaenda wapi? Hapo kaje tupi. Just imagine kutoka kwenye watu 400 mpaka 800. Asilimia 93.7 ime increase kwa watu kuachana ndani ya mwaka huu. Same. Maana statistics za nani zinasema? Walikuwa wanasema
from sasa 2012 mpaka sasa 2022 divorce rate ilitoka kwenye 0.9. No, ile ilikuwa ni separation. Ilikuwa ni 0.9 mpaka 1.8. Kwa double the times. Kwa hiyo sasa 2023 Hamna mwaka mmoja hiyo. Yaani hizo ni tumekwambia hizo ni zile peleka watu wamepeleka vyeti vya kuachana. Vyeti vya kuachana. Unajua ile wenyewe wanafanya vitu vinavyokamilika. Yaani kwamba imeisha. Hawataki mambo ya ozwi nini mimi na tuna negotiate. Tumeshatoka hadi mahakamani. Tumeshamaliza. Kwa hiyo unaona kabisa hii lakini tukubali kusema kwamba si wote wanaregister ndoa. Ndoa nyingi zingine tunaona zinavunjika pasipo hata kwamba zinafungwa pasipo records. Na zinavunjika pasipo record. Kwa nini? Ila naongea hizi zilizo registriwa. Ni wachache ila wamekuwa wengi. Wanakuwa represent. Yaani ni kwamba ni wachache lakini wamekuwa ni wengi sana. Maana tukubaliane. Watu wanaenda rita na vitu kuhakikisha hivyo vitu. Hivyo ndoa ni watu wenye maisha, wafanya kazi na watu kama hao. Ndio. Wanahitaji wagawane mali wakiachana. Sasa fikia watu ambao wanakuhabit kwanza au huku wakati ambao waelewi hapo tu tupige kazi. Mambo yanakuwa mapema hivi. Kwa hiyo what went wrong? Yaani nini kina ukiacha na hii tulio address hii swala sasa hivi maana watu kutokujua responsibility inaweza kuwa moja wapo sababu watu wakadivorce na sababu kulikuwa kuna mmoja. Lakini regardless kuna providiwa room ya mawasiliano. Si umeelewa? Mbali na traditional ways ilivyokuwa hakuna room ya mawasiliano ya kutosha kabla ya kuoana. Kuna room ya kutosha ya mawasiliano kabla ya kuoana lakini bado kunaonekana kuna divorce. Nini kingine kinakuwa kinatatiza hicho? Kitu kwenye modern life kuna idealization of your partner. Ku-expect miujiza kwenye mpenzi wako. Hiyo imekuwa ni moja wapo sababu kubwa sana ambayo imesababisha watu wakao wanaachana kwa kasi. Unaingia kwenye mahusiano una miaka 30 mwanamke unategemea ukatulie. Kumbe unapoingia kutulia mtu mwenyewe amekuwa na miaka 30 yeye anataka kuanza kuoa. Kwa sababu what happened ni kwamba tupige kazi. Mwanaume kaya anazidi kuwa mkubwa ndipo anazidi kuongeza access ya wanawake. However, mwanamke anazidi kuwa mkubwa anazidi kupunguza kwa sababu mwanaume mwenye miaka 18 ni useless, hayuko attractive kwa wanawake. Yaani inasema yule squad in terms of women. Yaani women hawamregard kama ni existing. Ila kadia tunavyopanda mwanaume anaanza kuonekana ila mwanamke mwenye miaka kuanzia 16, 17, 18 yeye anakuwa anaona na kila mtu. Yeye anakuwa sasa hiyo inafanya shida gani? When partners wanaingia kwenye relationship wanakuwa na ideal partners wanawahitaji kichwani. Na wale partners wanakuwa wanawahitaji kichwani wanakuwa na expect to bring that out of your partner. Then what happens kwa ukipasha ingia kwenye ndoa sasa maana wewe umekuja kutulia kumbuka maana tayari watu wamepungua. Sasa unakuta ndani mimi ndo naanza kashikashi. Sasa unakuwa disappointed. Hiyo sababu kwanza huyu mmoja wapo ya muhimu sana. Na nyinyi watu wanaachana. Hiyo of course sababu kubwa ndizo responsibility ya kuna accepting of the flaws. Kutopokea mapungufu ya mpenzi wako. Kwenye modern relationship tumekubaliana kwamba focusing on how I feel, my emotions and my feelings. Unakuta kwa una mpenzi wako mmependana sasa hivi ila alifukuzwa kazi. Hivi kufukuzwa kazi ni flow au sio flow hiyo? Yeah. Sio flow. Kweli tunakuwa na sindio hilo kwenye maisha yangu. Kwa mimi tumeona mimi na kazi. Baadaye mambo yameeleka kampuni nchini amefukuzwa. Tumekosa kazi. Unashindwa kupokea flow za mpenzi wako. Kwa hiyo kwenye modern relationship kwa sababu gani? Kwa sababu mahusiano yetu jinsi tulivyotengeneza hatukuhusisha jamii. Hatukuhusisha mahitaji ya muda mrefu. Nilijihusisha mimi na vitu tunavyoweza kupata. You get that point? Lakini kitu kingine ni kwamba kwenye modern relationship watu wanakuwa wana lack meaning in life. Tunaelewa? Kwenye ili ukae kwenye mahusiano muda mrefu. Kitu cha kwanza unatakiwa urudi kwenye zile principles za relationship. A healthy and successful relationship ambazo ndio hizo commitment, communication, shared responsibilities, nini. Unatakiwa urudi kwenye zile principles. Then ukisharudi kwenye zile principles zako ujiulize what can I bring to the relationship
ni nini tunataka kufanikisha, mimi ni understanding yourself. Okay, kwenye mahusiano tunahitaji nini? Maana meaning in life au meaning in relationship itakuja with responsibility. Yeah. Itakuja with morality. Itakuja with freedom. Mwanangu, hakuna mtu ambaye yuko free kama mtu ambaye anajua anataka nini. Hakuna. Yeah, hakuna ufuru unaweza ukaupata kama kuwa sehemu unajua mimi ninachokitaka ni hiki. Ina make sense kwa sababu kama unafahamu nini unakitaka, there will be nothing else to find out there. Zaidi ya unachotaka. Kwa maana utakuwa sasa utajua kama mimi nataka nilee familia. Utakuwa na task focus. Kwa hiyo you are focusing on task. Nataka lengo langu nilee familia. Yeah. Lengo langu ni kae kwenye ndoa mpaka uzeeni. Ni lengo, ni malengo. Na hayo malengo hakikisha sasa. Pia kitu kingine ambacho ni changamoto pia. What went wrong? Communication problems, of course. Hapo ni msingi mkubwa. People they cannot communicate what they need. Instead, wanarudi kwenye social media. Umeumizwa na mpenzi wako unaenda kupost status. Instead of communicating the problem with your partner, umeumizwa na mpenzi wako umerudi mtandaoni. Vijembe vinaitwa. Umeumizwa na mpenzi wako umeenda kwa mashosti zako baada ya kuongea na mhusika ili msolve tatizo yote au ya focus katika solving the problem. That's the big thing. The only place ambapo tulikuwa tunaifia kwamba there is a communication, watu tend to interpret ile communication au wanakuwa hawajui kuitumia. Ndio watu wanakuwa hawajui kuitumia. Communication is a key in relationship. Kweli. Na ndio kitu cha msingi, cha kwanza. Communicate nini unakitaka. Nadhani ni moja kati ya vitu ambapo tunakubali. Sio wengi walikuwa wanafahamu responsibility zao, wanaanza mahusiano. Sijumeelewa. Ya wengi walikuwa hivi. Wengi sana kufika kwenye ndoa ndo wanaanza kuambia sasa sikia 1 2 3 4 5. Lakini sehemu ya boyfriend na girlfriend hii yani hamna mtu anafahamu masuala yote ya wake kwenye mahusiano. Hizo tu watu wanaona ni vitu tu vyao. Kwa kila mtu anaenda vile. Ikifika sehemu ya uchumba, of course hii kwenye boyfriend na girlfriend watu wanasema ninunulie pocha, nihudumie, nifanye nini. Inakuwa nafahamika tu ya mwanaume. Sasa mwanamke haifahamiki ndio. Lakini pia unaweza kuyazungumzaje mwanamke ikiwa sio formal. Simeelewa, sio rasmi. Maana boyfriend na girlfriend iko kwenye level fulani ya kwenye courtship. Kwenye tutaka kuingia kwenye mambo ambayo ni realistic. Kwenye mahusiano ya kila siku ya kwetu ya hivi. Majukumu ya mwanaume ni kutoa moja. Si ndio? Tutoe mfano, majukumu ya mwanaume ni kutoa moja. Kusuka. Na majukumu ya mwanamke ni nini? Hayafahamiki. Ninasema hayafahamiki na mwanamke naye hayajui. Naona tunasema. Ukiachana na hii ignorance ya kwamba watu hawafahamu mahusiano, choka wanaweza maana dating ni is a model. Haikuwepo kwetu. Tulikuwa tunaanza bana tasoma na waelezo wazazi wanapeleka posa hivi na hivi. Simeelewa. Tena hii ni model. Zamani walikuwa wanakutafutia mchumba wanakuambia muda wa kufika umeoa. Wako umefika. Chukua hivi mkafanya mambo hivi. Lakini sasa hivi ile status haipo. Sasa bila uchumba, japo umejitafutia mwenyewe umefanya nini? Bado watu communicate. Wanakosea sehemu moja. Tumeshakuwa model, si ndio? Either you are having a boyfriend or you are having a girlfriend. Mwanaume huwa haelezi ni nini anakitaka na nini hakitaki kwenye mahusiano. Na kabla ya vitu kwenda mbali. Na hilo ni tatizo, shida kwa wanaume. Most of the failed relationships zinasababishwa na wanaume. Why? Kwa sababu the moment unapofail ku communicate what you need, which means msichana atajua who you are. Na ataweza kukukadiria kama anavyotaka. Kwa sababu kila kikukadiria wewe unakuwa unashindwa kufit in. Kweli. Atakukadiria tu. Maana changamoto seli. Nasema wanaanza lakini they are good people when kuchukua instruction. Very good. Na mimi mwanga najua kabisa. Women they are very good in taking instruction. Bana najua wewe utaki kitu fulani wala hata kuchukua. Na anatulia. Na anajua kabisa sehemu fulani ikigusa huyu jamaa anakuwa mwekundu. Siwezi. The bad thing about women ni kwamba they are always testing. Na kujaribu. Hizo wanajua hawajui. Waweza wanajua au hawajui. Na kwa nini wanajaribu? Hiyo ni part of the maternal instincts. Hii ni part ya wao kuwa wana mama. Competence, Kwa sababu kadri wanapoendelea watajikuta wako na mtu ambaye anaweza akamuua mtoto. Ni kweli.
Anaweza kuwa na hasira akaja akakanyaga. Yani Kwa licha ya hivyo kutest unaangalia uwezo wako wa kutolerate aggression yako na uwezo wa kuintegrate your aggression hasira zako. Namna gani unaweza ukazitunza na kuzikadiria. Lakini pia kuna kati ya kukutesti ni moja kati ya kutesti ya competence. Ndio unaangalia unaweza. Na women sehemu zote wanakuwa hivi. Hata watu wazima anaweza tu akana kujaribu. Sometimes hata hajui. Ipo tu. Asa ana kujaribu tu bila sababu ya msingi. Sasa wewe ukimwacha akakujaribu, kwa hapo tuko kwenye responsibility za wanaume sasa. To communicate exactly, precisely what you need and why you need it. Maana watu wengi au boys au wanaume wao wanasema wanataka nini na waelezi kwa nini wanataka wanachokitaka. Ndio mfano mzuri. Mimi nitamwambia labda mke wangu kwamba mimi nahitaji kila nikirudi nyumbani wewe unanisalimia. Anaweza kama ameajazwa kusalimia kama mimi nitahitaji ukirudi nyumbani wewe unanisalimia. Lakini sababu ya kunisalimia ni kwamba wewe ni mama wa watoto na watoto wakizaliwa sitaki wapate utamaduni wa kutosalimia. Sasa mwanamke ambaye tayari anahitaji kuwa kwenye ndoa, anahitaji mahusiano, hicho ni kitu chepesi sana kufanya. However ni kigumu sana kufanya kama hujamwambia ukikadiria kama atakuwa kama mganga wa kienyeji. Kwa maana utajua. Kuna mfano mmoja nilipenda kumpa rafiki yangu kwa sababu kabisa. Kuna vitu wewe kwenye maisha unaviruhusu kufanyiwa kama mwanaume. Na huwa havianzi abruptly. Vinaanza kidogo kidogo. Nikamtolea kwa mfano. Wewe umekaa na mchumba wako ndani usiku. Saa 6 message inatumwa. Anashtuka na anaijibu na unamwangalia. Nikamwambia hiyo alifanya siku ya kwanza. Siku ya 3 au baada ya mwezi atakuwa anapokea simu nje na ananipa. Unadhani ni kwa nini? Uliruhusu tu kwamba message kutumwa usiku saa 6 unaiangalia na ukaichukulia hapo. Sio kitu kibaya. Baadaye anajua huyu hana shida. Anakuwa anakosa. Yaani anawaza kwamba ni sahihi. Maana kwenye kutesti kuko vipi? Yaani anaweza kusema wewe sio kama watu wengine. Yaani uenda wewe unaona ni sahihi. Kwa in the next time alijibu text moja, atafuta baadaye atakuwa na chat. Na ukimuuliza kwa nini unacheza atakwambia sasa tuna cha kufanya hapa. Nitakuwa ni kweli hamna cha kufanya. Hiyo, lakini muda kwa ndio muda mmekaa mnaongea chumbani ile sasa nyinyi ana chat. Si ulianza mara moja kuhusu. Kwa baadaye itakuja simu yeye anapigwa anatoka nje. Anaenda kuongea na simu. Baadaye itapigwa anapokea hapo hapo. Kwa yani taratibu umeanza kuiruhusu. Kumbe mwanzoni ungeanza kusema sasa sikia. Mimi kiukweli ukipigiwa simu au kutumia text kuanzia mida hii mimi haikai. Kwa fanya unachofanya ila mida hii ukiwa na mimi. Swali, unaweza kwa nini wanaume hawezi kufanya hicho kitu? Kuna swala moja ambalo I suspect it's true. Kuna watu competence ya wana. Hiyo ndio kitu cha Mungu. Yaani mwanaume sio competent enough. Kubali kwamba huyu mwanamke anaweza kanisikiliza. Au unaweza kumdirect kwa mahusiano. Majority of the women wanapenda kuwasikiliza wanaume. Majority. Sinasema wote. Ila majority wanapenda. Mimi nimekaa tu na wasichana wengi, napenda tu kusikiliza. Wenye female instincts. Maana ni part of their feminine nature. Feminine character. Na kwa wanaume wanapenda kuwa dominant, that is part of their masculine character. Kwa sio kesi na sio kitu ambacho tunasema kama ni kibaya. Na tunafahamu huwa sio kwamba just because you're in power you decide everything. The only person anayelast longer in power ni yule anaweza kumseduce mwenzake kwenye kuagree kitu ambacho yeye anakitaka, lakini sio kumforce kuwepo kwenye kitu anachokitaka. Maana unaposema kwamba sikia, mimi sitaki kukuna unatumia message usiku saa 6. Anaweza akaja na why. That's your way. That's your way of seducing inapokuja. Kwamba you have to give the instruction with the reason. Ili mtu aone hapo unamshawishi na sio kumlazimishi
Anapokea simu usiku. Au anachati simu usiku. Wewe unamuuliza. Hivi unaona kwa unaona kifanya ni sahihi? Kwa kwani kuna shida gani? Tambia unajua kwamba kitakachofuata utaanza kupokea simu. Na hilo kitakachofuata unampa matukio atakayofuata. Afu baadaye unamaliza na mwambiaje? Hivi unahisi itakuwa bado nipo? Maana kitakachotokea mimi nitakuona wewe una watu wengine. Simaanishi kwamba unaoongea nao ni wabaya leo hii unaweza kuwa na afya yako. Ila kuna siku mtu mbaya ataingilia hapo wakati kwenye huo muda na kutakuwa kuna uwezekano. Sasa ukisha kwa uwezekano hilo ni nini? Tatizo kabisa. Na mambo yanakuwa ni moto kwa sehemu. Kwa hiyo swala la nini? Kuna swala la commitment. Unajua kitu ambacho alifaulu wenzetu kama mwanzo tulipokisema, commitment ilikuwa ina vitu vingi vimebound. Ndio. Commitment tukaiongelea, lakini kwetu ni modern society tunakubali kwamba ni modern society tunapunguza belief system sana. Traditional pia tunaziachia. Traditional values tunaziachia. Ambapo ilikuwa ni msingi wa kutuguide. Sikengeuke. Si umeelewa? Kwa hiyo regardless mtu anaenda kufunga ndoa, it's fine ndio kanisani. Lakini are you really sure he's a Christian or she is a Christian? Hatuna uhakika kama ni Kristo kweli umebatizwa, si ndio? Unaishi maisha ya Kikristo kweli? Kweli unaamini kuchiti ni mbaya? Si umeelewa? Unaliishi hilo. Lakini wewe unaenda kusema mimi najicommit pale. Kwa commitment yako kweli inakuwa ni kwa kanisa au kwa Mungu wako au kwa kitu unachokiamini, hizo ni kwa dini unayoamini. Kwa muda huo. Sawa ni muhimu sana. Kwa muda huo. Si umeelewa? Na kweli unaweza kupitia commitment lakini can you keep it? Kwa unakuta vitu tunavyojicommit nao we are not fully committed kwa hivyo vitu. Then we tend to kuvichukua kama hoja kuweza kutishikilia kwenye commitment tunayoweka katika maisha. Na you're not a Christian enough, you're not a Muslim enough, lakini umechukulia kama pati wewe kwenda kuoa na kubonga. Ndio. Lakini you don't believe anything. Maybe you believe lakini your weak side au your humanity side iko more kuliko your belief side. Kwa hakuna kitu cha kukeep in track pale. Si umeelewa? Hauna traditional beliefs ambazo zinaweza kukuweka kwenye mstari. Na dini haiwezi kukuweka kwenye mstari. Ili kwa ni rahisi sana kuwa straight. Tofauti na nyuma ambapo you had a system, you had a culture. Una utamaduni ambao ulikuwa unakushikilia. Una watu ambao wako nyuma yako wanakushikilia. Na unajua kabisa nikifanya hivi nimeangusha jamii, nimeangusha familia au inaonitegemea. Au kwa watu ambao wako committed na dini na vitu kama hivi, unajua kabisa nikifanya hivi nimeangusha ninakuwa natenda kinyume na kitu nilicho hold against. Yaani mimi ambacho nimekishikilia aidha ni imani au ni Mungu. Unakuwa nimekiuka. Ile hiyo inakutosha. Mawimbi yanapokuja kwenye swala la ndoa na nini? Usiweze kutoka kwa haraka. Umeelewa? Maana tukubali kwamba ndoa ni ya Mungu. The person you attracted naye leo kuna vitu vinaweza vikatokea hapo katikati na uko less attracted. Ndio maana kinacho jinsi kukimbia hizo vitu vyote. Haipo sasa hivi. Ni adapting responsibility. Tunabaki na responsibility. Kwa commitment itakuwa ya maana kama utakuwa na responsibility mzee. Yeah, of course. Maana kinachotokea ni kwamba ili uweze kuwa committed kwenye kitu, lazima uwe unaamini kwamba kile kitu kinatakiwa kifanyike. Na njia ya kuamini kile kitu kwamba kinatakiwa kifanyike, ndio unatakiwa uwe una mfumo wa majukumu yanayokulazimisha kuamini. Yeah. Marriage system mimi naweza mimi kaamini kwamba marriage bana. Tunasema mambo ya dini lakini marriage itanisaidia mimi kulea watoto. Kwa mimi nitakaa nayo kwa ajili ya kulea watoto basi. Na nisaidia mimi kabisa hapo baadaye hao jamaa niwafikishie ndoto zao. Unakuwa na very focus. Na unajua anything I do kibaya ambacho kinaweza kudisrupt hiki kinaweza karibu mfumo mzima ambao mimi nauandaa toka nyuma au waweze kufikia hapo. Inaweza karibu kila kitu na nikawa however ikatokea vitu vinavyoamba kwa hatuwezi kuangalia hatuwezi kusema kwamba bado mambo yanatokea vitu yani things happen vinatokea. Sema kwamba vitu ambavyo vimetokea watu basi walikuwa hawana misingi au hawana future wakisoma wanakuwa nao lakini kinatokea hivyo. Okay, one interesting subject ambao nitaka pia kuigusa kwenye the failure. Kuna statistics zinasema
ambapo kwa nyuma haiwagai sana, haiwabondi sana. Tunasemea kuhusu labda community ambayo walikuwa nao wanawake kwa miaka ya nyuma. Ndio. Tunafahamu kwamba ukiolewa na ulikuwa sio hujai kukutana na wanaume, unakuwa na hadhi fulani kwenye familia. Na kwa zamani, tamaduni za zamani wakikuta ulikuwa tayari mwanaume akakuta tayari umeshatoka kwenye swala la ubikra, anaweza kukurudisha nyumbani. Hiyo commitment ilikuwa imeshikiwa na bond, maybe kwa sababu ya traditional marriages na nini. Lakini kuna statistics, it's a very funny statistic kwamba mwanamke ambaye ameingia kwenye ndoa akiwa hana experience ya wanaume, au akiwa tunaisemaje, kuna a very good word bila kutumia, body count yake ikiwa ndogo, the more body count inaongezeka, ni more likely huyo mtu kufail kwenye marriage. Yani ilikuwa ni kwamba hiyo ndicho sana kwamba mwanamke akiingia ana body count less than 4 kwenye marriage, ana uwezekano wa marriage yake kusucceed 80%. Asilimia 80. Kwa hiyo inapozidi kuongezeka, ila akiingia more than hizo body count 5, najua ile asilimia ya kusucceed inashuka mpaka 15 ya kusucceed kwenye ndoa. The reason ni kwamba kuna unahusianisha na vitu vingi sana unaovijua kwenye maisha. Maana huwezi kuaccept your partner's flaws for that time. Tunarudi kwenye ile nilikuwa naisema mwanzoni, too much expectation. Unakuwa unategemea vitu vingi ambavyo havipo. Kwa mtu mmoja Umeidealize partner wako kwamba labda atakuwa hivi, kumbe maskini partner wako ni wa dakika moja. Kwa sababu gani? Wewe umekaa na watu wako huku ambao hawafai, alafu unakuja kumletea mzigo mtu ambaye labda alikuwa ametulia zake na maisha. Ni kweli. Wewe upende ile pa. Things put. Lakini nadhani watu watacha sana hizi. Mmoja kuna watu ambao wana biggest problem of course ni ambao wasikuja tu wana body count. Watu wanatoa hivi. Mambo ni mengi. Wanatoa hizi. Mambo ni mengi. Au ndio wako kwenye the worst stage. Ndio kama unasema men wako na wale wenye toy. Wale ambao ni homosexual. Yaani wale ambao ni sio wana mapenzi wao, wanawake wana mapenzi wao. Wale stage yao ni ya moto, ni mwingi. Kingine. Kuna kitu kilikuwa kinanibodi kwenye statistics. Kilisema kitu kimoja. Ukiachilia mbali kwamba amepita kwa wanaume wengi na wana experience nyingi, kwa atategemea kitu ambacho maybe it's thinkable kwa mwanaume anayekuja anayeoa. Kuna ile kwamba kuna culture zinazoona nini. Maana twende kwa mtu ambaye alikutana na wao, kuna kitu anakiamini toka nyuma, ndio maana alikutana na wao. Ana sababu. Ndio maana ana sababu ya kusucceed sana kwenye maisha, kwenye marriage. Kwamba ana sababu fulani alikuwa ameshikia toka nyuma amefanya mpaka. Ndio. Lakini pia kuna personality ambayo inamshikilia huyo mtu kuwa vile. Ndio. Kuna watu ambao they are highly conscious na watu ni very older. They are so much disgusting. Maana hawezi kufanya hivi. Yaani hawezi kuwa na watu ambao ni nani. Yaani hawezi kujihusisha na hivyo vitu. Hawezi kujihusisha na hivyo vitu. Sio personality yao. Sio personality yao. Kwa tatizo haijabezi tu kwamba kwa sababu bana because it's just she's a virgin ndio maana alidimu kwenye ndoa. No. Kuna vitu maybe vilikuwa vina makumu. Ilimzuia kutoka. Na vitu hivyo vitamsaidia kulinda value ya ndoa. Vitamsaidia kulinda value. Kuna masuala ndio hivyo kwenye personality. Things ambazo amehold to, ambazo ndo commitment yenyewe. People behind him or her. Kuna watu wamezoea kwa mazingira ambao kweli kuna utaratibu fulani na ni so hard kutoka. Ila kuna watu tunafahamu wamezaliwa na watu na wazazi ambao yani ndio hivyo yani. Tupige kali. Mambo ni mengi. Kwa anyway, vitu vyote ku dispute, lakini lazima pengo tulikuwa ni ku draw a line ambapo kuna mstari ambao wote tunaweza tukakaa. Vitu vya nyuma tukavichukua na sasa hivi tukavichukua hivi. Anafanya kitu na mimi hapa ndio nataka niongee. The whole conversation inahitaji inakumbusha wapi disregard traditional ways. Maana kuna ile unaitwa wa zamani, wewe vitu vyako vya kizamani. Disregard maana traditional ways zilikuwa ni nzuri sana. Zilikuwa na flaws zake nyingi. Ila zina uzuri wake. Kwa hiyo tuangalie, tuchukue kidogo na tuchukue vitu watu wanashauri kwamba mtu a integrate. Kwa hivyo ajue responsibility. Ufanye meaning in life. Meaning chako. Commit kwako.
kitu chako mwenyewe. Ndio. Ndio. Anyways, jiandae na episode nyingine. Tutaendelea kwa nazo. Kama una maoni yako kwenye vitu vyako, karibu kwa like, share, comment.